Kuna usemi wa kale unaosema kuwa hata nyani, mnyama mjanja na hodari wa kupanda, kuna siku huteleza kwenye miti yote. Hivyo ndivyo inavyoonekana sasa kwa Benjamin Netanyahu. Katika ulimwengu wa siasa na vita, amekuwa bingwa wa kubadili upepo na mwelekeo wa matukio ili kulinda mamlaka yake. Tangu kuanza kwa uvamizi dhidi ya Hamas, amepinga shinikizo nyingi za kusitisha vita, akiamini kuwa nguvu ya kijeshi ndiyo kinga yake pekee. Hata hivyo, mbinu hizo sasa zinaonekana kugonga mwamba, huku ukosoaji ukiongezeka kila upande. Karibu mpenzi mtazamaji wa The Data On, elimika. Kama kauli mbiu yetu inavyosema, namba hazidanganyi, ni muda tu. Na kweli, huenda muda umefika kwa fukuto hili linaloendelea nchini Israel. Kabla ya kuendelea, picha unazoziona hapa zimeundwa kwa teknolojia ya akili mnemba AI ili kutoa taswira ya matukio yanayoendelea ulimwenguni. Ingawa si picha halisi za matukio yenyewe, zimewekwa hapa kwa madhumuni ya kielimu na uchambuzi ili kusaidia kuelewa kwa kina uhalisia wa kijiopolitika. Leo tunaangazia namna malengo ya vita dhidi ya Irani na operesheni kubwa ya Epic Fury iliyopiganwa kwa ushirikiano wa Marekani na Israel yanavyoonekana kufeli. Kabla hatujaingia ndani zaidi, tunaomba uchukue sekunde moja kusubscribe kwenye chaneli yetu. Hii ni chaneli changa inayohitaji sapoti yako ili kuendelea kukuletea uchambuzi huu wa kina. Usisahau kulike video hii ili iwafikie watu wengi zaidi. Safari ya vita vya Netanyahu, mafanikio na kufeli. Benjamin Netanyahu amekuwa kiongozi wa vita kwa miongo kadhaa, lakini rekodi yake inaonyesha mchanganyiko wa mbinu za kisiasa na matokeo yanayozua maswali. Moja, Operation Protective Edge. Operesheni hii ilifanyika kuanzia tarehe 1 Julai hadi tarehe 2 Agosti 2014. Lengo, kuharibu mahandaki ya Hamas na kuzuia makombora. Matokeo, alifanikiwa kijeshi kwa muda, lakini alifeli kimkakati, kwani Hamas walirejea kwa nguvu zaidi miaka michache baadaye. 2. Operation Guardian of the Walls 10 mpaka 21 Mei 2021. Lengo, kudhoofisha miundombinu ya kigaidi Gaza. Shambulizi makali anga yalifanyika, lakini yalichochea machafuko ndani ya miji ya Israel, jambo ambalo lilionekana kama kufeli kwa usalama wa ndani. 3. Vita vya Iron Swords. Toka tarehe 7 Oktoba 2023 hadi sasa Aprili 2026. Lengo, kuifuta Hamas kabisa na kuwarejesha mateka. Matokeo hadi sasa, Aprili 2026, malengo haya hayajafikiwa kikamilifu, ingawa miundombinu mingi imeharibiwa. Operesheni hiyo ilifanyika, mateka walirudishwa kwa ridhaa ya Hamas kwa makubaliano ya kuachia wafungwa wa Kipalestina. Walionekana na jeshi kubwa lenye nguvu wakiwakabidhi mateka kwa majivuno na kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina. Na ajabu ni kwamba Hamas bado wapo Gaza na vita bado inaendelea. 4. Operation Epic Fury. Operesheni hatari kabisa ya mwaka huu. Ilianza tarehe 28 Februari 2026 hadi sasa. Lengo, kushambulia kambi za nyuklia na makombora ya Irani kwa ushirikiano wa Marekani. Matokeo, wachambuzi wanaeleza kuwa operesheni hii imefeli kufikia malengo yake ya mwisho. Irani imeweza kuhimili mashambulizi na kujibu kwa namna iliyoiacha Israel ikiwa na upungufu wa silaha za ulinzi, interceptors. Hatima ya Netanyahu na kesi zinazomkabili. Netanyahu hayuko vitani na maadui wa nje pekee, bali pia na mfumo wa sheria wa nchi yake. Anakabiliwa na kesi 3 kubwa. Hapa kuna maelezo ya kesi hizo. Kesi namba 1000, zawadi na fadhila. Hii inahusu tuhuma za kupokea zawadi mbalimbali kama sigara kubwa za bei ghali na vinywaji vya thamani kutoka kwa marafiki zake ambao ni mabilionea. Upande wa mashtaka unadai kuwa zawadi hizi zilitolewa kwa lengo la kupata upendeleo fulani wa kiserikali. Kesi namba 2000, makubaliano na vyombo vya habari. Kesi hii inahusu njama iliyofanyika kati ya kiongozi huyo na mmiliki wa gazeti kubwa nchini Israel. Inadaiwa kuwa walijaribu kufanya makubaliano ambapo gazeti hilo lingetoa habari za kumsifu, na kwa malipo hayo kiongozi huyo angepunguza nguvu ya gazeti lingine pinzani. Kesi namba 4000, sakata la mawasiliano na habari. Hii ndiyo kesi inayochukuliwa kuwa nzito zaidi. Inahusu kutoa upendeleo wa kisheria kwa kampuni kubwa ya mawasiliano nchini humo. Kwa kufanya hivyo, mmiliki wa kampuni hiyo alitakiwa kuhakikisha kuwa tovuti yake ya habari inatoa ripoti nzuri na zenye kumpamba kiongozi huyo na familia yake. Wachambuzi wanasema kuwa Netanyahu anatumia vita hivi kama ngao ya kuzuia kesi hizi zisihitimishwe, kwani akiwa madarakani ni vigumu kumfunga. Hata hivyo, shinikizo la Yair Lapid na wananchi linazidi kuwa kubwa.
Tunashukuru sana kwa kuwa nasi hadi mwisho wa uchambuzi huu. Kama bado haujasubscribe, tunakuomba ufanye hivyo sasa. Like video hii na ushiriki maoni yako hapa chini. Karibu tena katika mada zijazo ambapo tutazidi kuchambua mienendo ya dunia. Maswali ya leo kwako. 1. Je, unaamini Netanyahu atafanikiwa kumaliza kesi zake akiwa bado madarakani? 2. Je, ushirikiano wa Marekani na Israel katika operesheni ya Epic Fury ulikuwa na tija au ndio mwanzo wa anguko la Netanyahu? Asante na kwaheri kwa sasa.